Waandishi wa habari, mimi naitwa Stanley Mkandawile, katibu wa CCM wilaya ya Kigamboni. Nimewaita leo baada ya kusoma taarifa kutoka kwenye magazeti juu ya tukio ambalo lilitokea jana kwenye kata yangu ya Tungi. Kabla ya tukio lile, wiki iliyopita tulikuwa na ugeni wa mlezi wa mkoa wa Dar es Salaam, Comrade Amos Makalla, lakini katika maelezo yake alituonya kwamba kwenye wilaya yetu ya Kigamboni tuna mbunge wetu amefariki, kwa jimbo letu liko wazi, lakini baadhi ya wanachama wa CCM wameanza kampeni, tena kampeni chafu za kutafuta ubunge wa jimbo hilo. Na kwa maelezo yake alikemea na akasema kasamehe kuanzia yalipotokea mpaka siku ile yalipokuja, lakini baada ya pale lazima hatua ziwe zinachukuliwa kwa mgombea yoyote atakayeanza kampeni mapema au kiongozi yoyote ambaye atabeba mgombea. Jana tarehe 13 mwezi wa 3 majira ya saa 10 kasoro mpaka 11 jioni kulikuwa na tukio lilikuwa linaendelea kwenye kata ya Tungi. Viongozi wa kata hiyo wakawaita viongozi wa matawi, lakini TAKUKURU wakapata taarifa kwamba hicho kikao kimeitishwa kwa ajili ya mgombea mmoja kwenda kutia nia kwa viongozi, lakini pia kuwapa bakshishi kama iftari kwa maana ya wa viongozi wale. Kwa hiyo TAKUKURU walipofuatilia pale kata ya Tungi wakakuta wa viongozi kwa maana ya viongozi wa matawi wapo kwenye ofisi ya kata wakiwa wanamsubiri mtiania huyo, na wakati huo mtiania huyo alianza kwenye kata ya Pemba Mnazi. Jana hiyo TAKUKURU walipata taarifa, walipofuatilia wakachelewa, akatoka akaenda kwenye kata ya Tungi, na ilikuwa akimaliza Tungi anaenda kwenye kata nyingine akiwapigia viongozi wa hizo kata kwamba wamuandalie wapiga kula ili aende akawaone, awasalimie, ajitambulishe na awape bakshishi kidogo kama rushwa. Kwa hiyo sintofahamu iliyotokea pale ni sintofahamu baina ya viongozi kutaka kuwazuia TAKUKURU wasifanye kazi yao, lakini TAKUKURU walikuwa hawajavamia, walienda maksusi kwa ajili ya tukio ambalo tayari walipewa taarifa kuna mgombea anapita, anakutana na wajumbe na anatoa rushwa. Na viongozi sisi tulikaa nao kabla ya siku 3 zilizopita kwamba jamani, yale maelekezo ya Makalla ni muhimu tuzingatie. Msimuitie mtiania yoyote wajumbe kwa sababu uchaguzi bado mpaka mwezi wa 7, na utaratibu wa chama chetu watiania wote watakuja, watachukua fomu, watajadiliwa, majina yao yatapelekwa kwenye ngazi ya taifa, then majina matatu yatarudishwa. Wale watakaorudishwa majina matatu ndio ambao tutawaruhusu wafanye kampeni, tena kampeni ya kisababu, sio kwenda kutoa rushwa. Kwa hiyo kilichotokea jana si kweli kwamba TAKUKURU wamevamia wakawafungia viongozi. Kilichotokea jana kulikuwa na mtiania anataka kutoa rushwa, na kazi ya TAKUKURU ni kuzuia na kupambana na rushwa. Kwa hiyo kazi kubwa walioifanya jana ni kuzuia rushwa isitoke, na mgogoro ulitokana na yeye TAKUKURU kuzuia rushwa, lakini watu wakitaka kutumia mwamvuli wa chama na vikao kwa ajili ya maandalizi ya kuandaa wanachama wetu kwa ajili ya zoezi la daftari la kudumu la wapiga kura ambalo linaanza tarehe 17. Lakini vikao hivyo vya maandalizi vilikuwa vinafanyika leo, na sisi wajumbe wa secretariat tulikuwa tumepanga na tuna ratiba ya kwenda kwenye kila kata. Leo tulikuwa tunaenda kata 3 ya Kigamboni, kata ya Tungi na kata ya Vijibweni, na kesho tunaendelea na kata zingine, kesho kutwa tunamaliza kata zote. Kwa hiyo ina maana kama kweli ni maandalizi hayo ya daftari, walitakiwa wawataarifu
viongozi na wanachama tukutane nao leo kwenye ratiba yetu sisi ya sekretarieti. Kilichofanyika jana, waliwaita viongozi ili waje kupokea rushwa. Kwa TAKUKURU walichofanya ni kuzuia rushwa. Si kweli kwamba walienda wakavamia viongozi sema wakawafungia kienyeji tu. Ule mkutano haukuwa mkutano sahihi, kwa sababu viongozi wa kata waliwaita wale viongozi wa matawi, mwenyekiti, katibu na mwenezi wa kila tawi, ili waje wakutane na mgombea. Ule ulikuwa sio mkutano halali, na kimsingi sisi kama chama na sisi tutafanya taratibu zetu, tutawaita wale viongozi wa ile kata kwenye vikao vya usalama na maadili ili tuwape adhabu, kwa sababu walichokifanya sio sawa sawa. Wameanza kubeba wagombea, kitu ambacho kanuni zetu zinakataza. Lakini rushwa, CCM ndio kwenye ilani yetu imekataza sana swala la rushwa. Kwa hiyo sasa lazima tuonyeshe mfano sisi kama viongozi wa CCM, sisi kama chama tawala kinachoongoza dola. Na hata kwenye ziara yetu tunayopita tunaendelea kuwasisitiza viongozi wetu, muda wa kampeni za kura za maoni bado, na hairuhusiwi kumuitia mgombea yoyote viongozi wanaowapiga kura wake ili aje awasalimie. Hairuhusiwi, hata kama ni salamu za mdomo hairuhusiwi. Niombe viongozi wangu wa ngazi zote kuanzia mashina, matawi, kata na sisi wa wilaya wote tusimamie utaratibu wa chama chetu. Nafasi ikiwa wazi, ikishatangazwa, wanachama ndio wanaruhusiwa sasa kuchukua fomu na kupita kwa ujumbe kujitambulisha ili kuomba kura. Lakini pia katika kujitambulisha haitakiwi kwenda kujitambulisha kwa kuita mikutano kwenda kugawa rushwa. Rushwa ni adui wa haki, na tukikubali kuchagua viongozi wanaotoa rushwa, chama hiki kitapotea, kwa sababu mwisho wa siku ukichagua kiongozi aliyetokana na rushwa, akishachaguliwa, baada ya hapo hatatui kero za wananchi, na ukimuuliza anasema nimepata nafasi hii, nimetoa rushwa, kwa hiyo sasa nimetumia hela yangu na natafuta sasa namna ya kuirudisha. Tunataka viongozi ambao hawatokani na rushwa. Kwa hiyo viongozi wote tusimamie msimamo huo ili tupate kiongozi ambaye lengo lake ni kwenda kusimamia na kuwasaidia wananchi. Jimbo letu tumepata bahati mbaya, mbunge wetu kafariki, lakini hata kama angekuwa hai kwa kipindi hiki asingegombea, kwa sababu alikuwa tayari kishateuliwa kuwa mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika. Lakini tunaamini baada ya bunge kuvunjwa, wanachama wengi wa CCM watajitokeza na tutawaruhusu wajitokeze kuomba nafasi hiyo. Lakini vikao vya uteuzi vya wagombea ambavyo ni kamati kuu vitakavyoteua wale watakaoteuliwa watatu, au ndio watakuwa wagombea wetu ambao wataenda kwenye kura za maoni. Lakini nitoe mwito kwa viongozi wote, sisi tusubiri atakayeteuliwa na halmashauri kuu kuwa mgombea wa CCM ambaye anaenda kupambana na vyombo vya dola, huyo ndio anakuwa mgombea wetu. Kwa sasa tusiwe na mgombea wetu sisi kama viongozi, tuache watarajiwa wakija baadaye waje wachukue fomu, wakishachukua fomu wajadiliwe, wateuliwe, waende kwenye kura za maoni, wanachama nao wataamua. Na bahati nzuri chama chetu imeongeza wigo wa wapiga kura za maoni. Kwa maana yake kutakuwa na wajumbe wengi wanaotoka kwenye ngazi ya chini ambao watapiga kura, na wale wanaotoka chini mara nyingi wanawajua wana CCM ambao wanaweza wakafanya nao kazi kwa karibu zaidi.